Mwanaidi inaonekana ana nguvu za ziada, ana nguvu kubwa sana kutupita hata sisi, na nguvu zake kama tutazipata kwenye chama chetu tutakuwa tumeshakamilika. Sasa fanya uwezavyo uhakikishe yule mtoto tunampata katika chama chetu. Kiukweli mkuu, Mwanaidi ana nguvu za hali ya juu sana. Hilo mimi nimeliona. Lakini si unanijua mkuu, kazi zangu sana. Nitajitahidi kadiri ya uwezo wangu. Nitahakikisha Mwanaidi ameingia kwenye chama chetu. Hiyo shaka ondoa kabisa. Jitahidi sana. Tutampata. Sawa sawa. Vizuri sana. Unajua kama hatukumpata yule binti, kuna hatari sisi ya kudhalilika. Atatuzalilisha hapa kijijini. Unajua sisi huwa hatuonekani na watu, hata tunapokuwa kwenye matembezi yetu namna hii watu hawatuoni, lakini yule anatuona, atatufedhesha. Pia isitoshe atakusaidia hata wewe katika shughuli zetu. Jitahidi chonde chonde, tafadhali tafadhali tafadhali, tumpate Mwanaidi. Itakuwa malengo yetu yamekamilika, na mimi nitakuwa umenifurahisha nafsi yangu. Asante mkuu. Nitajitahidi. Nitafanya unavyofanya. Nisikilize Mapunda, kuanzia leo mimi na wewe mahusiano yetu tena, usinitafute. Nimechoka tena. Naongea na maanisha, kuanzia hivi leo, hivi sasa, usinijue mimi wala mimi sitakujua wewe. Unajua vitu vingine vya kuweza kukaa na kuweza kuelewana. Mbaya mamangu, mbaya sio mimi. Kama ushirikina mamangu, mimi unaniathiri vipi? Yanaathiri vipi mahusiano yangu mimi na wewe? Mimi bwana nakupenda. Kwa hiyo unapenda mamako anavyonifanya, anavyonigeuza geuza, unapenda. Unajisikia raha mwenyewe. Hata aibu uone. Kijiji kizima kinitenge. Mapunda, sitaki familia yenu ni wachawi. Sikiliza chonge bwana. Wewe kama una mambo mengine bora ni heri bora ukaniambia. Kama umepata mwanaume mwingine ni heri ukaniambia. Lakini vitu tunaweza tukakaa chini tukazungumza, tukaelewana. Kigumu hapo kiko wapi? Mpaka unakuja unakaa unawapa watu faida, unapiga makelele, unataka kumfaidisha nani? Sikiza Mapunda, sisikize sala zako sana. Kuna wanaume wengi na wewe pia kuna wanawake wengi. Naponyanyua mguu wangu hapa Mapunda, ukinitafuta ama zangu ama zako. Sitaki. Vitu vingine vya kuweza kuelewana, mbona mnakopo hivyo sasa? Au nitendei haki? Makosa ni ya mamangu, kwa nini unanihukumu mimi? Kwa nini mzigo wote unakuja unaniangushia mimi? Hebu mwangalie mdogo wangu jinsi alivyo. Angalia ninavyohangaika naye. Sawa? Yaani bado wewe ndo saa hizi unifariji kuhusu mimi mdogo wangu, kitu ambacho ufanye mama yako, leo hii unakuja unaletea tena mapenzi. Hilo mimi mbona siwezi kufanya tena sasa hivi. Haki ya Mungu siwezi kufanya tena. Mimi
ujue wapi tumetoka. Wewe mwenyewe unajua mambo mangapi ambayo mimi nimefanya na wewe. Mimi nakupenda, sio kama hili swala wewe ulijui, unalijua sana. Lakini ugonjwa wa Naima umesababishwa na mama yangu. Mimi sijasababisha ugonjwa wa Naima. Kwa nini unanihukumu wakati unanihukumu bila sababu? Usinifanye hivyo Jimmy. Bado nahitaji kuwa na wewe. Wewe ndio chaguo langu. Kwanza mimi nashukuru mwana kwamba umelifahamu kwamba mama yako ndio alosababisha ugonjwa mdogo wangu, si ndio? Unahisi ni sawa? Nani anamuguza zaidi ya mimi ndo nahangaika naye? Sawa? Kwa naomba nikwambie tu kitu kimoja mwana. Kwa ile swala mimi siliwezi. Naomba tu niache mimi kwanza nihangaike na mdogo wangu. Nikishamaliza afu mimi nitakufuata tutaongea. Sawa? Akia Mungu tena hiyo mimi siwezi kwa kweli. Acha bwana. Nimekuja we mama we. Yaani nimekuja kukupa onyo. Kitendo ulichokifanya kwa mdogo wangu naomba umrekebishe. Tumechoka na tabia zetu. Kijiji kizima watu hatuna amani kwa ajili yenu. Mimi mwenyewe siogopi, yaani nakwambia mimi siogopi. Sasa umechezea wengine sisi tunaangalia, lakini kwangu mimi uwezi. Sahau. Kwa mdogo wangu mimi sahau. Hapa ni nyumbani kwangu, tambua. Unaelewa wewe? Huyo mdogo wako jeuri zake tu ndio zilizomponza. Na usipoangalia hata wewe utasubutu. Kama umemweza yeye, ujue mimi mwenyewe kichefuchefu. Mimi huniwezi, piga geuza. Na kimechonileta hapa kuja kukupa onyo wewe. Umezoea kuchezea vyeupe. Hivi vyekundu hivi vitakutia doa. Asa nasema hivi, naondoka. Nitakaporudi hapa, we mama, we mtu mzima ovyo wewe. Nitakaporudi hapa, kitakachotokea kuja kunisahau katika maisha yako. Unaona mimi mtoto zoea hao. So mimi nakwambia. Nanyi mnashanga nini hapa? Hamna kazi ya kufanya? Tazama sura zao. Kwa nini mkafanya kazi zenu huko? Vipi wa? Safi. Mimi ndio nimetoka kule kwa yule mama. Nimetoka kumwambia tabia aliyoifanya kwa mdogo wangu naomba aachane nayo. Yaani naomba aachane nayo kabisa. Nimemsema, nimemchamba aachane na mdogo wetu. Kazoea. Kavuruga wote hapa kijijini. Hata sisi tutamwogopa mpaka lini? Tutamwogopa mpaka lini? Akitoka kwa mdogo wangu, ataenda kwa nani? Mimi nimeenda, nimemwambia ukweli. Naomba mdogo wangu arudi kama alivyokuwa. Nataka mdogo wangu arudi kama alivyokuwa. Sasa nimemwambia hivi, nitakaporudi mara ya pili pana chimbika pale. Pana waka moto. Nitakachokifanya hata kuja kukisahau katika maisha yake. Ndio nimemwambia. Unajua maswali yananichosha sana kwa sababu yaani nikifikiria kazi zangu nashindwa kufanya kabisa. Nikimwangalia mdogo wangu anapoteseka. Anachanganya sana. Yaani mradi kama umeenda kumpa mikwala hiyo, kuna kitu unaweza kusaidia. Kweli, lakini
Vipi na wewe kuhusu mwanamke wako? Nani huyo mwana? Ndiyo. Mwana na yeye si ndio hivyo, nimekutana naye hapo wakati natoka zangu hivi. Nakutana naye hapo ananisimamisha, mume wangu sijui nini, si nini. Nikamwambia mwana, hebu fikiria hata wewe. Mimi mdogo wangu unaona jinsi anavyoteseka. Na namtesa mdogo wangu ni mama yako mzazi. Si ndio? Hivi mimi jamii itanichukuliaje mimi ninavyokaa naongea na wewe hivi kimapenzi? Hata mimi dada yangu atanichukuliaje akiniona ikiwa mimi nahangaika kuhusu mimi mdogo wangu? Umeona? Akajiuliza pale sini, nikamwambia bwana, hebu mimi niache. Mimi sasa nishachanganya habari za mdogo wangu, usinilete mapenzi. Nikaongea naye pale, nikaona ananichanganya, nikambullshit. Nikamwacha pale anajilizaliza, mimi nikaondoka zangu. Nikasema kwamba huyu ananichanganya. Mimi mdogo wangu anaumwa, yeye analeta mapenzi mfina na nini? Achana naye. Lakini dada yangu, mambo uje mnashinda kuelewa. Hivi kwanza ilikuwaje kwanza mpaka nakuja nafikia hivi? Mabinti. Yaani mnavyopita bila kusalimia ina maana hamnioni au ndio hizo jeuri mlizokuwa nazo nyewe watoto wa kijiji? Wewe mama, kwani salamu lazima? Ungeona salamu ina umuhimu ungeanza wewe kwanza kutusalimia na sisi tungekujibu. Wewe mtoto umekuwa eti? Kwani mimi nikwambia ninakoka tupu mdomo ninao mama, ndio maana nikakujibu. Aha. Unijue Nilikujua kwa mangapi? Nishakujua kwa uchoyo wako sugu. Kazi kuenezea zio tu kila siku kuwa watu. Utatoa damu wako mpaka ukome.